kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Juma. Hakuzaliwa kwenye familia tajiri wala hakukulia kwenye mazingira ya anasa. Alikulia kwenye nyumba ya vyumba viwili, paa la mabati lililolia kila mvua ikinyesha. Lakini ndani ya moyo wake, Juma alikuwa tajiri wa ndoto. Ndoto zake zilikuwa kubwa kuliko hali aliyokuwa akiishi. Alipochukua cheti chake cha mwisho cha masomo, alikikaza mikononi kwa nguvu. Alikitazama kwa muda mrefu kana kwamba kilikuwa ramani ya maisha yake ya baadaye. Mama yake alitabasamu kwa macho yaliyojaa matumaini. Baba yake akampiga bega kwa fahari. Sasa umefika mwanangu, baba yake alisema kwa sauti tulivu. Juma aliamini maneno hayo. Mwaka wa kwanza wa kutafuta ajira ulipita kwa haraka. Aliamka kila asubuhi mapema, akipiga pasi nguo zake kwa umakini, akienda kutuma maombi. Kila alipotoka kwenye ofisi fulani, moyo wake ulijaa matumaini mapya. Tutakupigia, walimwambia. Simu haikuwahi kuita. Mwaka wa pili ulipofika, matumaini yakaanza kuchoka. Barua za kukataliwa zikaanza kuzoeleka. Juma akaanza kujifunza kutabasamu hata anapoumia. Marafiki zake walipoanza kupata ajira, akaanza kujificha nyuma ya vicheko bandia. Na wewe je? Waliuliza. Bado nipo kwenye mchakato, alijibu. Mchakato huo ukawa mrefu kuliko alivyotarajia. Miaka ikasonga. Mwaka wa 4 Juma akaanza kukwepa sherehe za marafiki. Hakuweza kuvumilia maswali. Mwaka wa 5 akaanza kuepuka vyoo kwa sababu hakupenda sura aliyokuwa akiona, uso wa mtu aliyeshindwa. Kila usiku alilala akitazama dari, akiuliza maswali bila majibu. Nilifanya kosa gani? Kwa nini wengine wanafanikiwa, mimi nikwame? Miaka 7 ikapita. 7 za kusubiri, 7 za kuomba, 7 za kupoteza heshima yake polepole. Siku moja mama yake alimkuta amekaa kimya uani, macho yamejaa uchovu wa muda mrefu. Hakusema chote. Alikaa tu pembeni yake. Ukimya huo ulikuwa mzito kuliko maneno. Hatimaye njaa ikamshinda. Juma akaamua kufanya kazi yoyote. Akapata kazi kiwandani, kazi ambayo hakuwahi kutakuifanya. Kelele za mashine zilikuwa kama makelele ya ndoto zake zikivunjika. Kila siku alisimama kwa saa nyingi, mikono ikiuma, mgongo ukichoka, lakini alijikaza. Ni kwa ajili ya familia, alijiambia. Lakini kiwanda hakikuwa na huruma. Siku ile ya ajali, Juma aliamka akiwa na maumivu ya kawaida. Hakujua kuwa yangekuwa maumivu ya mwisho ya maisha yake ya zamani. Mashine zilikuwa zinafanya kazi kwa kasi. Ghafla sauti kubwa ikasikika. Kila kitu kikawa cha haraka sana. Kilio kikapasua hewa. Juma akaanguka chini. Damu, giza, kimya. Alipozinduka hospitalini, harufu ya dawa ikampiga puani. Alijaribu kusogeza mwili wake, akashindwa. Hofu ikamjaa. Daktari alisimama pembeni ya kitanda, macho yake yakizungumza kabla hata mdomo haujafunguka. Pole sana kijana, ulemavu huu ni wa kudumu. Maneno yale hayakuingia mara moja, yalikaa hewani, lakini yalipoingia moyoni yalimua taratibu. Usiku ule Juma alilia kama mtoto mdogo. Hakulia kwa sauti, alilia kimya kimya, machozi yakimloa mto wa hospitali. Alifikiria miaka yake yote ya mateso, sasa ikiongezewa hukumu ya maisha. Sasa nitakuwa nani? Maisha yangu yana maana gani? Aliporudi nyumbani, dunia ilionekana tofauti. Watu walimtazama kwa macho ya huruma. Huruma ilimuumiza kuliko maneno makali. Alijifunza kuishi na ulemavu wake, lakini hakuweza kuishi na maumivu ya ndoto zilizokufa. Kulikuwa na siku alitamani asingezinduka. Kulikuwa na siku alijiuliza kwa nini bado yuko hai. Miezi kadhaa baadaye, wakati matumaini yakiwa yamebaki majivu, jirani mmoja alimletea taarifa. Kuna ufadhili wa kozi fupi kwa watu wenye changamoto, alisema. Juma alicheka kwa uchungu. Mimi tena? Lakini usiku ule hakulala, alifikiria. Asubuhi yake akaomba. Sio kwa sababu alikuwa na imani, bali kwa sababu alikuwa amechoka kukata tamaa. Alipopata majibu ya kuchaguliwa, alikaa kimya kwa muda mrefu. Kozi ilianza. Ilikuwa ngumu. Kulikuwa na siku alifika darasani akiwa amechoka kabla hata ya kuanza. Kulikuwa na siku alihisi hana uwezo. Lakini mara hii kulikuwa na kitu kipya ndani yake, hasira ya kimya kimya. Hasira ya mtu aliyenyang'anywa kila kitu. Alisoma kwa bidii, akauliza maswali, akaanguka, akaamka. Kila siku alijiambia, nimeshapoteza mengi, sitapoteza hili. Siku ya kuhitimu ilipofika, Juma kutabasamu sana. Alikuwa amechoka, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na mwanga mdogo. Wiki chache baadaye, barua ikafika. Alipoifungua, mikono yake ikatetemeka. Kazi, nje ya nchi, alisoma tena. Machozi yakamdondoka bila hiari. Akamwita mama yake, sauti yake ikavunjika. Mama, safari haikuwa bure. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Juma alijisikia hai tena. Hakurudishiwa ulemavu wake, hakufutiwa maumivu yake. Lakini alipata kitu kikubwa zaidi, uthibitisho kwamba hata ukiwa umevunjika vibaya kiasi gani, bado unaweza kusimama na bado unaweza kufika mbali. Ndoto za Juma hazikufa, zilibadilisha tu njia ya kufika.